Mimi nasoma komenti tu. Nasoma komenti. Unaposikia mtu anasema Mungu hayupo, usikimbilie kukariri falsafa zako za kidini ulizolishwa. Unatakiwa uelewe philosophy. Kwamba hivi ilikuwaje wakatengeneza huyu character anaitwa Mungu. Sasa story ili kuingia lazima kuwe na wahusika wawili wanaopigana. That's why kuna Mungu na kuna shetani. Ila Mungu anajizungumza zaidi kuliko shetani. Kuna mada moja ilizuka juzi hapa. Mchokonozi mmoja kwenye moja ya comments. Yes. Anasema jamani, unajua issue kuhusu Mungu tumezisikia muda mrefu sana. Hizi mada za kuhusu Mungu tumezisikia muda mrefu sana. Mbona shetani yeye hajitambulishi kwa kitabu chake? Kwa nini shetani hana kitabu? Tumesikia upande wa Mungu. Tuendelee. Sasa issue ni kwamba kwa nini shetani hana kitabu? Alafu hicho kitabu ni kipo tu kitabu cha Mungu tunakiona. Shetani kitabu chake iko wapi? Kwenye makala sasa watu wasichoelewa, shetani kitabu chake ni Qur'an na Biblia. Na Mungu hiyo ni vya Mungu hivi. Wote vinamzungumzia. Maana kitabu kama sio chako unazungumziwaje? Kwa jamaa anazungumziwa. Biblia na Qur'an kinazungumzia. Ni kitabu cha Mungu na shetani. Maana kama hakuna shetani hakuna Mungu. Mungu anapigana na nani? Kwa hivyo basi ili Mungu awe mkuu lazima shetani aonekane amemuasi ili aonyeshe uwezo wake. Kwa sababu kama shetani hajamuasi Mungu, yani kama Sterling hajapata jambazi anakuwaje Sterling? Haiwezekani. Kitu hakiwezekani. Kwa hiyo unataka kutuambia Qur'ani na Biblia zile ni tamthilia zinatengenezwa na mtu za Hollywood ambao zamani ilikuwa inaitwa Oxford. Hata kama watu hawataki kusema, lakini that's the reality. Zile ni tamthilia, riwaya za kutengenezwa na watu wamekaa studio katika zama za ulimwengu ambazo ziko inaitwa searching for meaning, utafutaji wa maana.